Okay, welcome back again. Hapa tuende tukaangalie namna kutest capacitor. Hii ni mashine ya thermostatic water cooling system kwa ajili ya kufanya cooling system. So imefeli capacitor, sasa nataka tujilizishe. Je, capacitor gani ina shida? Sasa hapa ndo nataka ni verify kuhakikisha tujue unapimaje capacitor, ni hatua zipi za kuzingatia. So hatua ya kwanza ya capacitor ndo hii, ina miguu mitatu. Hii ni thermostatic water cooling system, ina capacitor mbili. Kuna starting capacitor na running capacitor. So nimeanza kuipima hii capacitor, tutaenda kuiangalia. Hatua ya kwanza ni kuzima power, kuhakikisha hakuna power. Hatua ya pili ni kudisconnect hizi cable. Kuna hizi cable. Wakati unapima capacitor, utakiwa kupima ikiwa ina cable. Inatakiwa uziondoe hizi terminal. So unatakiwa uziondoe hizi power supply cable. Ukisema upime hapa, angalia, utaselect multimeter kwenye capacitor, kisha utakuja hapa kupima hizi terminal. Sasa angalia, nikipima wakati kuna cable na nikipima hii capacitor ikiwa sija disconnect. Nikipima hii capacitor, angalia reading ninazozipata. Nikipima hii capacitor ikiwa katika cable, nikiwa sija disconnect, itanisomea open circuit. Umeona? Sasa hii haitakiwi kupima hapa ikiwa kwenye cable. Ukiipima hauja disconnect, inasoma open circuit. Umeona? Kitu ambacho hakitakiwi. Unachotakiwa kufanya ni kudisconnect hizi cable. Disconnect moja. Baada ya kudisconnect moja, alafu utapima capacitor yako. Na hicho ndio kiwango. So na hicho ndio kiwango 46.7 microfarad. So ukiangalia hapa inasema 46.74 microfarad. Lakini ukiangalia hapa standard inayotakiwa hapa kwenye nameplate ni 60 plus 5 microfarad plus or minus 5%. Umeona? Imeshatoka kwenye range. Kwa maana hiyo hii capacitor imeshakufa na hapa haifai tena kwa matumizi. Ndio maana hii capacitor inatengeneza ile sound. Sasa twende tukapime capacitor nyingine ambayo ni nzima.